Unaposoma Qurani sura ya 2 aya 34, sura ya 7 aya 11, sura ya 15 aya 28 mpaka 31 na sura ya 17 aya 61. Jambo moja kubwa unakutana nalo pale ni kwamba Allah anapomuumba Adam anawaamrisha malaika wamsujudie Adam. Na malaika wote wanatii isipokuwa tu Ibilisi. Ibilisi yeye anakataa. Sasa hiki ni kitu ambacho leo nilikuwa natafakari nilipokuwa nasoma hizi aya. Lakini pia unapokwenda katika mkusanyo wa hadithi sahihi za Bukhari na kusomea kipande tu cha hii sehemu ya hadithi, Sahih Bukhari hadithi namba 3 inapatikana katika mkusanyo wa Bukhari, pia kitabu cha kwanza hadithi ya 3 pia inasema hivi. Imepokewa kutoka kwa Aisha, maana hii hadithi anayezungumza hapa ni Aisha, yeye ndo anaripoti. Anasema malaika alimjia na kumwambia asome. Hapa anayejua na malaika ni Muhammad ambaye alikuwa ni mume wa Aisha. Malaika alimjia na kumwambia asome. Mtume akajibu sijui kusoma. Mtume akaongeza, malaika akanikamata kwa nguvu na akanikandamiza sana kiasi kuweza kuvumilia. Kisha akaniachia na kuniambia tena nisome, na nikajibu sijui kusoma. Hapo akanikamata tena na kunikandamiza kwa mara ya pili mpaka sikuweza kuvumilia tena. Kisha akaniacha na kuniambia tena nisome, nikajibu tena sijui kusoma. Haya ni majibu ambayo Muhammad anamwambia yule anayesema anayemwita malaika. Hapo akanikamata kwa mara ya 3 na akanikandamiza, kisha akaniacha na kusema soma kwa jina la Mola wako ambaye ameumba na akamuumba mwanadamu kwa pande la damu. Soma, na Mola wako mlezi ndiye mkarimu zaidi. Kisha Mtume Mwenyezi Mungu akarudi na wahai, na huku moyo wake ukidunda sana. Kisha akaenda kwa Khadija binti Khuwailid na kusema nifunike. Huyu Khadija alikuwa ni mmojawapo wa wake zake Muhammad. Huyu alikuwa ni mke wake wa kwanza huyu. Walimfunika mpaka hofu yake ilipokwisha, na mada ya hapo akamwambia mkewe kila kitu kilichotokea na kusema naogopa kwamba kuna kitu kinaweza kunipata. Hii hadithi ni ndefu, lakini nimeamua kusomea kipande hichi. Lakini baada ya hapo Bi Khadija anamchukua Muhammad, anampeleka kwa mjomba wake aliyefahamika kama Ibn Naufal au Waraka bin Naufal. Na ndipo huyu Waraka anamhakikishia Muhammad kwamba hichi kiumbe kilichokuwa kikimkaba ama kikimbinya mpaka anashindwa kupumua ni malaika. Sasa jambo moja nataka ulielewe hapa katika haya mambo. Tunaposoma ile Qur'an kama nilivyokuambia, Qur'an ile aya ya 34 ya sura ya 2, aya ya 11 ya sura ya 7, aya ya 28 mpaka 31 ya sura 15 na aya 61 ya sura ya 17. Kule Allah anapomuumba mwanadamu anawashurutisha malaika wanamsujudia. Nao kusujudia ni kitu kikubwa sana. Kwanza kusujudu ni ishara ya ibada na heshima kubwa. Hapa malaika wote isipokuwa Ibilisi. Hii hadithi ya Bukhari hadithi namba 3, kwa mujibu wa Waislamu na imani yao ni kwamba malaika huyu aliyemtokea alikuwa akimbinya alikuwa ni Jibril. Sasa kuna jambo hapa la kushangaza sana. Hawa malaika ambao wanamsujudia, mmoja wapo anakwenda kwa Muhammad anamkaba mpaka anataka kuzimia. Na ukumbuke Muhammad ni mwanadamu, maana ni uzao unaotoka kwa huyu Adam ambaye Mungu aliwashurutisha wamsujudie. Lakini pia kikubwa zaidi, vyanzo vya Kiislamu vinatuambia huyu Muhammad ndo kipenzi cha Allah kuliko manabii wote waliotokea kabla yake na hata baada yake, na kuliko wajumbe wote wa Allah. Lakini huyu kiumbe anayemtokea anamkaba kwelikweli. Na kiumbe hiki hakikujitambulisha kwa Muhammad pale pango la Hira. Aliyeng'amua hilo ni Waraka bin Naufal ambaye alikuwa ni mjomba wa mkewe Muhammad, aliitwa Khadija. Sasa nataka uangalie tofauti kubwa ya haya matukio mawili. Lakini katika jambo lote hili, naomba ndugu yangu Muislamu kasome Injili ya Mathayo sura ya 1 mstari wa 1 mpaka 11, kisha kasome Injili ya Marko sura ya 1 mstari wa 12 mpaka 13,
Halafu pia utasoma Luka sura ya 4 mstari wa 1 mpaka 13. Lakini hasa zingatia Mathayo ile sura ya 1 mstari wa 1 mpaka 11. Zingatia Marko sura ya 1 mstari wa 12 mpaka 13. Pale tunakuta vyote hizi injili tatu zinazungumzia Bwana Yesu anapojaribiwa na Ibilisi mara 3. Na Ibilisi anashindwa kumwangusha Bwana Yesu katika majaribu yale. Lakini katika injili ya Mathayo na Marko kuna kitu kimoja cha msingi sana kinatokea pale. Baada ya Ibilisi kushindwa kumwangusha Bwana Yesu katika majaribu yale, malaika wanakuja wanamhudumia Bwana Yesu. Hapa tunaona tofauti kubwa sana. Huyu Bwana Yesu baada ya kumshinda shetani, na shetani kumwacha, malaika wanakuja wanamhudumia. Huyu Muhammad, malaika huyu anayedewa ni malaika, kile kiumbe kinachodewa malaika, anamkaba kweli huyu Muhammad. Lakini kumbuka, kumwanzoni Qur'an inatuambia anapomuumba mwanadamu anawaambia malaika wamsujudie na malaika wanatii. Nini nijibu kusema hapa? Mambo kadhaa. La kwanza, ni wazi kiumbe kilichomtokea Muhammad katika pango la Hira hakikuwa malaika, bali alikuwa ni Ibilisi. Ni wazi kabisa. Najua Muislamu anaangalia video hii, unaweza pengine ukaumia moyo wako, lakini kwambie mashehe wako wanakudanganya. Hivi vitu soma, tumia akili Mungu aliyokupa, tafakari. Mungu alituumba kwa namna ya ajabu na ya kutisha. Alituumba kwa utashi na akili ya ajabu. Alituumba kwa mujibu wa Qur'an, maana yake tuko juu ya malaika. Ndio maana nawashurutisha wamsujudie mwanadamu. Sasa iweje malaika huyu anayemsujudia mwanadamu aje amkabe kipenzi cha Allah? Lakini miaka 600 kabla ya Muhammad kuja na kukabwa na yule Ibilisi pale pangoni, Bwana Yesu anamshinda yule Ibilisi. Na baada ya kumshinda, malaika wanakuja wanamhudumia. Ndugu yangu Muislamu, hatima ya nafsi yako na roho yako iko juu yako mwenyewe. Fanya chaguo lililo bora. Nikueleze kweli, mashehe wako, walimu wako wanakudanganya. Tizama namna gani kile kiumbe kinachomfanya Muhammad, na angalia tofauti iliyoko baina ya Muhammad na Yesu Kristo. Nikutie moyo na nikwambie tu, ombi langu kwako na saa yangu kwako, soma hizi injili, linganisha na kinachosomeka katika hadithi hizi na Qur'an, kisha utafanya maamuzi yako binafsi. Lakini zaidi, linganisha unachoambiwa na mashehe wako na walimu wako kuhusu Muhammad na imani ya Kiislamu, kisha ufanye uchaguzi wako mwenyewe. Rai yangu kwako, fanya chaguo lililo bora kwa unachokisoma wewe mwenyewe katika maandiko haya. Nikukaribisha usome hizi injili. Qur'ani yenyewe inamzungumzia huyu Bwana Yesu, lakini katika Qur'ani anaitwa Isa bin Maryam, kwamba alikuwa ni mtakatifu, hakutenda dhambi. Muhammad tunasoma anatenda dhambi kwa siku, anafanya toba mara 70 mpaka mara 100. Kiumbe hiki kinachomtokea kwenye pango la Hira ndicho kinakwenda kumjaribu Bwana Yesu, na kinashindwa vibaya sana. Na baada ya kushindwa, malaika wanakwenda wanamhudumia. Fanya chaguo lililo bora ndugu yangu. Wokovu kwa Yesu Kristo wa Nazareth mkamilifu. Na hata sasa unapoenda kusoma katika Qur'ani yako, kinakwambia kitabu chako, huyu yupo na Allah, Muhammad yuko kaburini dakika hii na wewe unaposikiliza video hii. Fanya chaguo lililo bora. Nafsi yako, roho yako na hatima yako baada ya maisha ya mwilini ipo juu yako. Mungu akusaidie sana.